Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Sisi tunataka tu asimame na hustler venye alisema tu. Mr. William Ruto is my friend, na najua tafanyia raia kazi. Njoo yule si mtu wa kulegea kazini. Tunapenda afanye kazi vile alisema. Na hiyo ndio sababu tulimchagua. Ningemuomba kwa heshima, si ati kwa kumrasimisha, kwa heshima yake akumbuke mwananchi wa kutoka chini kuenda juu, kwa sababu Kenya iko na maskini wengi kuliko matajiri. Kitu ya kwanza ajaribu kupigana na ufisadi. Karibu sana mtazamaji wa Bethel Clouds TV kwa kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi leo tumeweza kukita kambi katika eneo la Bahati. Na jinsi unatazama mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, tuko katika Bahati, eneo la Bahati, na jinsi unaangalia katika eneo hili kwenye mabarabara hapa hivi shughuli ya uchunguzi inaendelea kwa hali iliyo shwari kabisa mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV. Ukiangalia shughuli ya biashara, shughuli ya wananchi ama wakazi katika eneo hili, hali ipo shwari. Hamna yeyote ambaye ameathirika kwa njia moja ama nyingine. Nakumbuka katika eneo hili mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, ndiposa tunaenda kuzungumzia swala nzima la mchakato nzima inayoendelea hivi sasa katika bunge. Jinsi wafahamika kwamba wabunge wanaapishwa ama wanakula kiapo hivi leo kuweza kuanzisha shughuli zao ama uongozi wao katika afisi mbalimbali kuweza kudumisha mtazamaji wetu kwa njia iliyo mwafaka. Andamana nami hadi tamati. Langu jina Omoding Pascal. Na mtazamaji tu wa Bethel Clouds TV, tuko katika eneo la Bahati na tunazidi kusemezana na wakazi wa Bahati kuhusiana na swala nzima au mchakato nzima unaoendelea katika bunge la kitaifa. Na hapa wacha niweze kukutana na dadi tu aniambie kwamba ako na epi kuhusiana na huo mchakato mzima unaoendelea. Utaniambia tu jina dadi, waitwa nani? Naitwa Timothy. Kwa mchakato unaoendelea ni ile ya kwamba wabunge wanapoenda kuapishwa wafanyie wananchi kazi. Ya kuwa kwamba tumewachagua wewe pale ili watufanyie kazi. Wasiende pale kulala, maana kuna miswada mingi nafika bungeni inalala. Ya kwamba unapata hakuna barabara, hakuna misingi mzuri, takazi imejaa kila mahali. Unapata hata mashule yetu pia unapata iko na hali duni sana. Unapata kwamba watoto wakienda shule na kuna ile kitu cha CDF ilikuwa pale na wengi wao hawakuitumia vilivyo. Hata tungeomba kwamba wakirudi pale wakipitisha bado mswada ikipita, wakiwa kwenye bunge watumikie watoto kwenye shule, ya kwamba wapate hata vitabu, kalamu, wapate madeski, wapate pia uniform. Kumbuka wakati nilikuwa nasoma mimi tu unapatiwa mpaka vitabu shuleni. Nilikuwa napata mpaka raba, tunapata mpaka set ya kutuhimiza ili tuendelee na masomo. Napata wakiwa pale bungeni wasiende kulala, wafanyie kila mwananchi kazi, maana kwa wananchi waliwachagua wote. Mimi naitwa Kevin Wafula. Okay, Kevin Wafula, watokea eneo gani? Mimi ni eneo la Bahati. Okay, unajua katika ile harakati yetu ya kupiga kura, ile kusimama kwa laini, tulikuwa tunatarajia kitu moja, tunatarajia tu maendeleo katika Kenya yetu. Hiyo tu kitu tunatarajia. So kama ni governor ama MCA amechaguliwa, venye kitu tu alitupromise ndio tunataka tutimizie. Cause tulisimama kwa laini tukapiga kura, tukapoteza time yetu hapo. Tulisema ni kupoteza time, but tulisimama hapo kidete nao tukawapigia kura, cause wenye walichaguliwa ni wenye wale wananchi waliona huyu anaweza tusaidia na shida zetu. Ndio maana kwanza sasa Kenya ukiangalia kitu inasumbua watu manzeni do, hakuna do. Cause hii mambo ya election venye imeanza hivyo, kuna venye do imekuwa chini. So sisi tuliwachagua na hiyo uchungu yote juu, tunataka watufungulie njia zetu. Kama ni president wetu venye alitueleza hivyo, Asola Nation ni kwetu ni hivyo. Mimi naitwa Idris Odinga. Mimi ni mkazi wa hapa Bahati. Naam. Mimi ni mtu wa kutoka huko sehemu za Mumias. Mimi nasema tu wananchi washachagua viongozi, na sisi chenye tunategemea ni utendakazi wa viongozi. Iwapo watatufanyia kazi mzuri, sisi hatuna budi tena kuwachagua raundi ijayo.
ila sisi kitu chenye tunategemea sana kwao kutufanyia kazi ambayo itaonekana Kenya yetu iendelee mbele, ile ekonomi yetu iendelee kugrow. Hiyo ndio kitu muhimu tu. Mimi naitwa Mbethi Nyaga. Naam, kwa maneno yako tu, uko na maoni yapi kuhusiana na mchakato nzima inaendelea hivi sasa katika bunge la kitaifa kuapishwa kwa wabunge? Unaweza changia nini kama? Mimi naweza changia hivi. Kama sasa vile wakati ule mwingine kitambo watu walikuwa wanapigana, saa hii hawapigani, tuko free, hata ukitembea unasikia uko na raha, hata ukifanya mambo yako unasikia uko na raha. Kwa hivyo sisi tunaomba hiyo serikali iendelee na itusimamie kwa njia poa. Jogu. Na Mjogu, kwa maneno yako tu, jinsi unajua kwamba kuapishwa kwa wabunge unaendelea hivi sasa katika bunge la kitaifa, uko na maoni gani kama mwananchi kwa kuapishwa kwa wabunge? Wanastahili kuapishwa kwa sababu ndio waanze kazi. Majina naitwa Anthony Dhumari. Watoka eneo gani? Nimetoka tu eneo la Bahati. Kitu ya kwanza tuko na imani kama vile wamekuwa wakituambia ama wakituzia sera zao, wacha watimize, na ya kwamba wakitimiza zile sera wamekuwa wakituambia, kama vile rais wetu amekuwa akituambia from bottom up, tunaomba pia afanye kulingana vile, si kwa tu aseme tu kwa maneno, pia kwa vitendo anafaa atufanyie, ndio tukue na imani na yeye. Wabunge wenye wanaapishwa hivi saa hii naona venye leo si wako huko, venye wanaapishwa watafanya kazi yenye wachagua, waende watufanyie, waangalie wananchi, sio waende waangalie tumbo zao tu peke yao, wanaangalia raia venye inakaa. Au namna gani my friend? Si ndio? Naitwa Bahati'S Mwangi. Natoka Bahati. Bahati Makadara Hamza Ward. Katika roho yangu nataka wabunge wote wameapishwa, ni jukumu lao wafanyie watu wa Kenya kazi kila sehemu venye inatakikana bila wizi, na matarajio yetu ni watupeleke mbele kama sisi mahasula. Na nimetoka tu hapa Bama, hapo Shauri Moyo. Sasa mimi ningeomba kwa saa hii sasa, hii walisema mashule ni ya bure. Saa hii kama watoto wengi wanaenda wanarudishwa. Sasa tuko na shida kubwa sana, kwa sababu sasa kama unga, mimi niko na kama watoto 5. Sasa nikinunua unga 240, kwa kutumia natumia kama 500 ndio tushimbe, na ile pesa napata 300. Sasa ningetaka waharakishe watutengenezee mambo kama hiyo, maunga ikirudi chini tunaweza inuka kidogo, kwa sababu tunaweza save kitu kidogo. Saa hii tunaumia sana. Mimi naitwa Uwecha kutoka sehemu za Bahati, Nairobi. Mimi naona tueti wabunge wafanyie ni wananchi kazi venye inatakikana. Tuna maneno mengi sababu kura tumepiga na tukajua kiongozi yetu ni William Samoei Ruto, na vile alikuwa ana campaign, alikuwa anatuongelesha, hivyo ndio tunataka wafanye vile walikuwa nataka, walikuwa wanaongea na sisi. Kwa hivyo hatuna neno, sisi tuko sawa, na hizo ndio tunataka watulete. Naitwa Gordon Omondi Otieno. Watoka eneo gani? Kutoka Migori County. Na kwa maneno yako pia tu, kama mwananchi wa kawaida, watarajia nini tukisubiria kuapishwa kwa rais mteule William Samoei Ruto itakayofanyika wiki lijalo? Kwanza ya muhimu sana, tulimchagua. Na kama tulimchagua, tukaona ya kwamba ni hasura kama sisi, tukampea kura juu atutoe pale bottom, atupandishe juu. Na kubuke, si hapa Bahati peke yake, ni Kenya mzima. Tunatarajia makuu kutoka kwake. Nikimsihi asisahau tulimchagua kama Republic of Kenya. Na matarajio yetu ni hii maisha, tunatarajia apunguze bei ya kila kitu. Kwanza chakula, mafuta, tuendelee mbele.
na tujiuge na Kenya mzima, tujitawale, tuache kuangazia maneno ya huko nje. Pesa Kenya ni mingi. Watapeli wawache kula pesa, tuletewe pesa, tukuse Kenya. Tuendelee. Asante. Okay, mi kivyangu mimi naweza sema ni furaha katika venye anaenda kumwapisha, but mimi kitu ningemuomba atimizie wale asola venye alikuwa amesema. Kama ni wale mama mboga awapatie hiyo capital yenye alisema wataanzisha nayo biashara. Kama ni sisi vijana tunatafutiwa kazi yetu. Vijana, unajua vijana wamekaa bure, ndio maana kuna hii mambo na kuiba nini, but president wetu akiamua watafutie hiyo shughuli kidogo na ingizia hata 500 kwa siku, hakutakuwa na mambo kama hiyo. So sisi tunataka tu wasimame na hustler venye alisema tu. Tulimchagua juu ya hustler nation. Yeah. Mimi natarajia tu rais alituahidi vijana atatushughulikia kazi, tupate kazi, wengine atushughulikie tuendeze biashara zetu mzuri. Sasa tunatarajia akiingia kwa ofisi pia sasa sisi tumefanya kazi yetu, sasa pia aonyeshe jukumu lake venye alivyotuahidi. Kitu ya kwanza tunataka vile wamekuwa akisema mambo ya kama sisi ni wazazi. Kuna mambo kama ya school fees, mambo kama ya saa hii vitu bei ni kali, unga, kila kitu ni kali. So sisi tungeomba apunguze bei na angalie maslahi ya kila mwananchi kutoka chini mpaka juu. Atatuinua kutoka chini kuenda juu, hata kama sio kutupa pesa na mkono, ni ile kidogo kutupatia kufanya kurudisha ndio tuopate kuendelea. Kwa hivyo tunamtarajia, kwa sababu tunajua atakuja kupindua mambo ile ilikuwa ni ngumu. Mambo ilikuwa ni ngumu kama gani hiyo? Sasa unga tunapata kwa shinda. Mboga ni shinda. Kama ni huko ukienda na kanju inakushika ama unapepwa hizo mizigo, inaenda kabisa, si ati unarudishiwa kwa sababu hauna barua. Sasa tunataka tukue free, hata ukitembea unauza kakitu kako na kanju akwambii simama. Maisha kurudisha maisha chini vile iko hali gumu kabisa. Si unaona kama saa hii? Hii kitu nilikuwa nauza kama kato ni kwa siku mbili. Saa hii unaona tulifika karibu saa 6 na nimeuza moja tu. Sasa ni maisha kirudi chini. Wateja waweze kununua. Wapata pesa ya kununua kwa sababu ni pesa ya kununua, ati ile matumizi imepungua. Lakini pesa ya kununua. Na umepewa tu labda muda kidogo kuambia Rais mteule William Samoei Ruto jambo. Unaweza mwambia nini kama mwananchi wa kawaida? Kitu ya kwanza, ajaribu kupigana na ufisadi ambaye umedunisha nchi yetu. Na kwa sababu imekuwa kwetu kama ni sasa ni kasha. Hata sisi tumsaidie kupigana na hiyo kasha ituishie. Kwa William Samoei Ruto naweza sema atutendee kulingana vile alisema. Mahasla angalie sana pande ya bodaboda, pande ya hasla wengine wote pia tuangalio kabisa, tusisumbuliwe. Na atimize. Na kwa maneno yako tu, labda unataka atimize nini? Unajua ukisema atimize pale kuna mwananchi anashangaa, labda atimize nini? Wewe unahitaji atimize nini kama mwananchi wa kawaida? Mimi kama mwananchi wa kawaida nafanya bodaboda. Na nafanya Gikomba. Atuangalie maslahi yetu ya Gikomba. Kodi tusilipishwe juu sana, ndo tuweze kusongesha Kenya mbele. Kitu ya kwanza tunataka vile wamekuwa akisema mambo ya kama sisi ni wazazi. Kuna mambo kama ya school fees, mambo kama ya saa hii vitu bei ni kali, unga, kila kitu ni kali. So sisi tungeomba apunguze bei na angalie maslahi ya kila mwananchi kutoka chini mpaka juu. Naitwa Ofthe. Watoka eneo gani? Kutoka Migori County. Na sisi tulikuwa tunataka sana hii siku ifike ili tukae na imani tufanye kazi tukiwa tunajua rais wetu ni nani.
na isipokuwa mi pande nyingine nilikuwa pande ya Raila, but sasa isa kwa venye imekuwa sasa tuna kitu kingine tena sasa tunaweza sema. Na mimi kama mtu wa boda wa Bahati, ile kitu nitaambia Rais mteule William Samoei Ruto. Sisi kama watu wa boda alisema sisi tutahangaishwa juu alikuwa anateta sana, sisi wa boda tusishikwe. Kwa sahi sasa ameingia hapo, sasa siseme tusishikwe alafu kesho tena tuanze kushikwa, aanze kuunga maofisa mkono ile tusumbue sana. Sheria nayo tutafuata vile imewekwa, lakini sio kutesa wananchi. Sijui siku ingine umepata 200 hujafika na kwa nyumba, polisi ndio huyo afiki na we station, afika na we pande nyingine. So ile kitu mimi nitasema kwa saa hii ni wananchi waiwe na imani hata kama ni wapande wa Raila, iwe ni pande wa Ruto, sasa waelewane tu. Ile kitu mimi nitasema kuchocheana, kama mtu anaweza toka aseme mimi nilikuwa mtu wa Ruto ameshinda, anakuja kuongea karibu na mtu wa Raila, ndio mtu wa Raila kasirike. Hiyo ndio kitu tunaweza mwambia wananchi waangalie kwa hekima kabisa na wakae na amani. Naam. Mimi vile hata ni kitu imetuma nichague Ruto ni kwa vile ametuambia hii kazi watu wa chini atawajali, na mimi hata ndio hiyo kitu nangojea, kwa sababu mimi unaona niko na mkokoteni yangu pale. Hiyo mkokoteni nauzanga mboga na machungwa, unaona. Na ningependa sana nione vile naweza inuka, unaona. Niinuke, naweza fanya kitu cha maana. Pia naweza jisaidia, naweza saidia mtu mwingine. Na sasa kwa maneno yako tu, watarajia nini tukisubiria kuapishwa kwake Rais mteule William Samoei Ruto? Unatarajia nini kutoka kwa huyo rais atakapo apishwa? Mimi natarajia atujali sisi watu wa chini vile aliweza kutamka, tulifurahi. Na hiyo ndio sababu tulimchagua. Kama sio vile alituambia atajali mtu wa chini, kama mimi mtu nauza mboga, nauza machungwa, unaona, niko na mkokoteni, unaona, matumaini yangu niliona kama hata nisipoinuka, unaona, wale wengine wako na mkokoteni na wheelbarrow na wanauza mboga, mimi naona wanaweza inuka, unaona. Na akituwezesha watu hao wa chini wainuke, pia wataweza saidia mimi na wasaidia huyu mtu mwingine, unaona. Ndio sababu mimi nilikubali kumchagua. Kwa hakika mimi ni UDA, hata kura yangu nilitupa kwa UDA. Na pia nafurahi akiongoza, kwa sababu najua kwangu kupiga kura ilikuwa ninapiga ashinde, unaona. Na vile ameshinda, najua kura yangu ilianguka vizuri na ameshinda, unaona. Natarajia yale alisema ya kwamba bottom up atimize. Isiwe tu ya kwamba kila mwaka nenda na rudi tunasemanga tunabadilisha maisha ya wananchi, la kweli wananchi wanaumia. Ikiwa kama ni bottom up, arudi chini mashinani, arudi kwa wananchi, asiwe kwa ofisi kule, arudi kwa wananchi. Hiyo bottom up tuione akifanya kwa wananchi hapa chini. Yeye mwenyewe one on one akitembelea wananchi, akiwainua kimaisha. Akisema ni bottom up, hata tukiona kwamba amechukua mzee kama ule anaona pale na masufuria, ndio hiyo tunaita bottom up, ya kwamba amuondoe pale amweke mahali pengine. Mwananchi ule mama mboga alikuwa anasema asimwache auze mboga peke yake, amtoe pale amweke mahali pengine. Juu mama utapata muuza mboga miaka 20 akiuza mboga. Ndio anasomesha watoto, ndio analisha watoto. For 20 years huyo mama akiuza mboga, na tena muombe bottom up, na tena miaka ingine 5 ije kama anauza mboga, hapo kweli itakuwa si vizuri. Na mimi natarajia vitu vingi, kwa sababu aliona ni kuna mkokoteni. Na alinena maneno ya mkokoteni kama hii. Sasa hii makoti unajua akituputisha kama pataraisa akipatia hao wakulima, hata sisi watu wauza chakula tutakuwa na faida, kwa sababu hatutauziwa bei kali, kwa sababu chakula sitarudi chini. Juu kama hii saa hii viazi inafika 36 na nimenunua kwa soko, na mimi nataka, kwa hivyo inaweza tu nitolea 300. Na hata watu waezi kununua juu ni bei kali. Sasa na shida na kagunia moja nikisunguka huko. Kwa hivyo wananchi wako na shida. Sasa ningependa sana kama ile bei ya unga, mafuta, unajua sasa maisha imekuwa ni ngumu sana. Sasa ningependelea vile alisema atimize. Isiwe ati ni mambo ati ndapatia watu 6,000 na hakuna. Sasa mambo kama hayo hivyo isiwe ni ya uongo. Tunapenda afanye kazi vile alisema. Mr. William Ruto is my friend, na najua tafanyia raia kazi. Juu yule si mtu wa kulegea kazini. Hapana, yule ni mtu mchangamfu, anajua kazi. Unatarajia nini? Makubwa. Naam. Nataka sana mboga, wamamba mboga wapate haki yao vile walisema. Sisi wazee
tupate vile tunaweza saidiana kimaendeleo na sana sana mambo ya chakula. Watu wako na njaa sana, hatuna chakula juu unga imepanda sana. Sasa ningependa kama ikiwezekana warudishe bei ya unga chini kabisa, ili hata watu wa chini wanaweza ingia. Yes. Naam. Rais, tunataka tu atimise ile jambo yenye alikuwa anatuambia sisi wananchi. Naam. Labda tukimalizia tu pale dadi, unaweza himiza nini wa Kenya kwa jumla wanaokutazama tukisubiria kuapishwa kwake rais mteule William Samoei Ruto? Unaweza himiza nini wa Kenya? Okay, ningewaambia waendelee kudumisha amani na kwamba amani ndio kila kitu. Na pia Wakenya wajitokeze wenyewe wafanye kazi. Hiyo mambo ya bottom up tusingoje vile. Siweje tufanye kazi, tutoke, mama toka, wewe fanya kazi, fanya biashara. Na ningehimiza pia gavana wetu ya kwamba wasifinyile wananchi na ushuru. Ushuru ya wananchi wanatoa, utapata mama kibana anakatisha shilingi 20 kila ama 50 kila wiki ama kila mwezi, na hiyo ndio faida yake. Ningeomba kwamba watoe hiyo mambo ya ushuru, kila mtu awe na maisha safi duniani. Yeah. Nahimiza tu vijana waendelee kuwa na imani kwa viongozi wetu, watatufanyia kazi venye sisi wenyewe tulikuwa na imani tukawachagua. Waendelee kuwa na imani kwa viongozi wetu, na pia naihimiza viongozi wasiache vijana nje. Hata wakiendelea kwa uongozi pia wajue vijana ni muhimu katika uongozi. Wasituache nje, wachaguane peke yao, pia wapewe vijana katika jukumu la kuwa na katika jukumu ya kuwa kwa serikali. Kitu ya kwanza mimi najua ya kwamba hakuna capital na bank sinaangalia uko na nini. Na wabunge kwa jumla wameenda kututetea kwa mabank tukopewe pesa. Hatukopeshwi. Kulikuwa na youth fund, hakuna. Tunaambiwa kuna youth fund, hakuna, hatujaiona. Ya tatu, venye tunaangazia ni kwamba hawa vijana hawa hana kazi. Wapewe pesa, wajiinue, kila mtu aweke biashara. Kama sio biashara, tupate wapate kazi. Hapo tu nitasimamia. Okay, mimi tunawahimiza wa Kenya ni tudumishe amani. Amani ndio kitu muhimu, because kama sasa ukiangalia sisi wote ni ndugu na dada. Kwa sababu huwezi kubali ndugu yako aumie. Hata sasa ukiona mtu ameanguka hapo, ndio utakuwa kwanza kumchukua na kumpeleka hospitali hata kama umjui. But wa Kenya sasa tunawaomba tutulize tu amani tu, tuvumilie tu. Hata kama mwenye amechaguliwa, na hiyo ndio kio yetu. Unajua sisi tunachagua watu. Mtu anachaguliwa na Mwenyezi Mungu, sio sisi tunamchagua. Sio sisi tunataka tu amani. Yeah. Naweza waambia wavumilie hivyo tu, kwa sababu naye Mungu wako sasa akiapishwa, sisi tunajua maneno itakuwa mzuri. Kitu ya kwanza tunaomba watu wakuwe na wasubiri na tukuwe na imani, na watu watangaze imani tu kila mahali, na watu waache kitu inaitwa ukabila, maana ukabila ndio imemaliza hii Kenya. Ile kazi kubwa iko kwetu. Juu hiyo ufisadi nasikia ukisema juu yake, sisi ndio tunafanya, si ati ni yeye anafanya. Sisi ndio tunafanya. Sisi ndio tunatakiwa kutoka kwa roho zetu tutoe hiyo kitu ya ufisadi kati yetu. Wakuwe na amani na wafanye kazi. Ndio hiyo sasa. Kile naweza sema kuhimiza watu tukae na amani. Na hii ni nchi yetu tukiwa wote. Na hakuna mengi nitaongezea. Tukae na amani, hiyo ndo tunaweza sema. Wakenya, mimi naweza sema wakae tu na amani na wakijua yani tukae peace. Sawa, tukae tu na amani na tukijua president yetu ni William Samoei Ruto, na vile alisema tukuna hakika atafanya vile walikuwa nasema.
Mi wa Kenya wenye wananiangalia kwa saa hii, William, wakati sasa tunaweza kuingiza president wetu mpya William Samoei Ruto. Wa Kenya kwa ujumla nitawaambia hata wewe uko Nairobi na wewe ni mtu wa chama gani jalishi, kwa saa hii president yetu ni William Samoei Ruto. Tuende kwa hiyo kuapishwa kwake, tuende tumwapishe tukiwa tumefurahia. Tusiende hapa kutupa maneno. Yes. Wananchi wote kwenye wako au Kenya mzima and the whole continent natarajia wawe na imani na dhamani. Ni sawa sawa. Yani nawaelezea amani ni kitu mzuri sana. Unaona, amani ni kitu mzuri zaidi. Naam. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako dadi. Poa sana, asante. Sasa natarajia tu wawe watulivu, mambo iweze swali, Uhuru apeane kitu yake yetu, basi aende Katundu. Nashukuru kwa wakati wako dadi. Asante sana. Asante. Naam. Kwa kweli kilicho na mwanzo kikosi mwisho. Sina budi kutia kituo kwa kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Kumbuka tumekuwa tumekita kambi katika eneo la Bahati, na kumbuka tumekutana na wananchi ama wakazi wa Bahati. Wengi wameweza kuwa na maoni kinzani kuhusiana na mchakato nzima, masuala nzima ambayo tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na kuapishwa kwa wabunge, na pia tukuzungumzia swala nzima la kuapishwa kwa rais mteule William Samoei Ruto ambayo itafanyika wiki lijalo. Wengi wamezidi tukusisitiza kwamba wanangoja wako na matarajio sufufu kwa viongozi ambao wanaapishwa, na pia kwa kiongozi ama rais mteule William Samoei Ruto kwa kuapishwa kwake ambayo itakuwa wiki lijalo, wakizidi kusema kwamba atakapo ama kiongozi yote ambaye anaapishwa atakapoingia katika mamlakani ama atakapochukua hatamu ya uongozi aweze kutimiza ile aliyoahidi wananchi. Na kumbuka wengi wamesema kwamba gharama ya maisha ama gharama ya maisha imeweza kuwa juu ama imekuwa ngumu sana. Wanazidi kuhimiza tu rais mteule William Samoei Ruto atakapoingia afisini pale aweze kushughulikia mahitaji ya wananchi, haswa wananchi wa mapato ya chini. Wengi wamezidi tu kuhimiza kwamba amani, 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 wakisubiria kuapishwa kwake rais mteule wiki lijalo. Nasi pia kama Bethel Clouds TV tunasema kwamba shukran na kongole kwa rais mteule William Samoei Ruto. Atakapoingia afisini, wacha Maulana Jalali awezidi kumjalia uhai na afya, aongoze taifa mpaka kiwango ambacho mababu zetu walitamani ifike. Langu jina Omoding Pascal, Bethel Clouds TV.